Dada anaitwa Tamari ni single mother. Anafanya kila aina ya shughuli ili mradi mtoto wake apate elimu bora. Mtoto wake aitwaye Vicky alikuwa amemind hapa kwa sababu mama yake alikuwa hajamwandalia chakula cha yeye kwenda nacho shuleni kama watoto wengine wanavyofanya. Tamari ni binti mpambanaji sana. Alikuwa akifanya kazi kama dereva bajaji ili mradi tu apate chochote kwa ajili ya kumsapoti yeye na mwanae Vicky. Dogo alikuwa akiishi maisha ya kininja sana. Amerudi shule peke yake, njaa inamuuma kweli kweli. Alikimbia jikoni kuona kama kuna chochote, lakini alikuta ni patupu. Njaa ilimnyosha, ikabidi alale tu amsubiri mama yake arudi saa 8 za usiku ili ampikie. Maisha mengine yasikii tu kwa jirani. Mapambano yanaendelea. Hapa Tamari alikuwa kamleta mteja fulani katika hospitali. Jamaa baada ya kuanza kulipa hela akamwambia, "Sasikia, naomba niingie ndani nimuone mwanangu afu nitakuja kukupa hela yako." Tamari alimaindi kinoma. "Umeniamshaje muda kama huu afu unanipanga kwamba huna hela?" Vicky akiwa anaenda zake shule siku moja alisikia mtu anamuita jina lake. Kugeuka nyuma ni babake. Alifurahi sana kumwona. Lakini kitu kimoja kuhusu huyu mshikaji ni kama teja vile. Ndio maana hata kwenye malezi ya mwanae hausiki kabisa. Bila aibu akaanza kumuuliza mwanae kama kapewa hela ya kulia shule, na kama dogo angekuwa nayo basi mshikaji angeichukua na kwenda zake kunywa pombe kwa raha zake. Yaani watu kama hawa ni wa kupiga bastola kabisa. Tamari alikuwa akipambana sana. Hata ile shule ambao kampeleka mwanae alipewa tu msaada, yeye ajitahidi kulipa hata nusu ada tu. Alipita mtoto mmoja akiwa kwenye gari la wazazi wake. Alishusha kioo, alimtukana kwamba wewe ni mtoto kimasikini. Akafungua kioo na kumtupia biskuti chini. Vicky ilibidi tu aokote, si ana njaa bwana. Hapo ndipo aliposhuka jamaa mmoja anaitwa David. David ni mtoto wa mmiliki wa ile shule ambayo Vicky anasoma. Alitaka kumpa lifti, lakini Vicky aliongea kwamba mamake kamkataza asiongee na watu ambao hawafahamu. David akamwambia, "Kwani unifahamu mimi? Kwani hujawahi kuniona shuleni kwenu?" Baada ya dogo kusita, mwisho wa siku akakubali kupewa lifti na huyu jamaa. Jamaa alichukua zile biskuti akamwambia, "Achana nazo hizi, wezi tupe tu." Akamfungulia mlango na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Dogo alienjoy kinoma kwa sababu hajawahi kupanda gari hata siku moja, ukizingatia kwamba gari hili bwana lilikuwa na AC. Dogo si akaanza kusinzia. Jamaa akamwambia, "Sasa usisinzie, nahitaji unionyeshe kwenu ni wapi." Baada ya muda mfupi si wakafika nyumbani. Lakini Tamari alimwashia moto kinoma, akaanza kumuita, "Wewe ni kibaka, wewe ni mwizi." Alimwashia moto kinoma, nusu amjazie watu. Jamaa kaona isiwe kesi, ikabidi aondoke zake. Na kwa jinsi inavyowajua wamama wa kibongo, huyu dogo leo atachezea viboko mpaka ajute kuzaliwa. Kuna hii siku huyu dogo alienda kumfuata mama ntilie moja na kumwambia kwamba naomba chakula. Yule mama alimuuliza, "Naomba chakula? Hela iko wapi?" Akasema, "Hela sina." Akasema, "Sawa, haina shida, chakula utakula, lakini masharti ni kwamba baada ya kula chakula nitakupa vyombo uvioshe." Baada ya kula alipewa rundo la vyombo aoshe. Akiwa narudi nyumbani alikutana na baba yake mzazi akikaa mtaani anaombaomba. Siku hii mzee huyu alijifanya kama kipofu na akamwomba mwanae amsaidie kuombaomba. Kwao akawa anapita mitaani na kuanza kuombaomba kwa pamoja huku akiimba nyimbo. Na hapo ndipo mama yake alimkuta, alimpa kichapo huyo mshikaji ambacho hauwezi kukisahau. Alipoulizwa alianza kusema kwamba alifanya vile kwa sababu alikuwa hana hela ya kula. Tamari alichukia sana. Alimwambia, "Nisikuone tena karibu na mwanangu, nitakuua wewe." Tamari hachagui kazi. Hii siku alikuwa akiuza mafuta mtaani, na hapo ndipo kuna mshikaji mmoja alimpa hela nusu. Walizinguana sana. Ile anatafuta jiwe la kumtupia mshikaji, jamaa alipanda bodaboda na kukimbia. Alitukana matusi mengi sana, lakini mshikaji tayari alikuwa ameondoka. Na hapo ndipo David alifika na kuanza kumsalimia, "Dada, habari?" Tamari alimwangalia tu. Jamaa alianza kujieleza, "Samani dada, nina shida na mafuta." Tamari alimjibu kwa dharau, "Hakuna mafuta hapa, ondoka zako." "Kwani lazima nikuuzie? Wewe umetumwa nini?" Mwamba akaona, isiwe kesi bwana. Akawasha gari na kuondoka zake. Tamari alikuwa ameitwa shuleni. Mtoto wake kafanya msala, kampiga mtoto wa mtu. Ni yule dogo ambaye siku ile alimrushia biskuti chini. Uamuzi ambao ulifanyika ni kwamba dogo inabidi asimamishwe shule kwa muda. Tamari aliomba sana. Alimwomba sana mwalimu mkuu amsamehe mtoto wake asirudishwe nyumbani, lakini hakuna aliyemwelewa. Unajua masikini asikilizwi. Alivyoona imemshinda ilibidi aondoke zake. Sasa ile anatoka tu akakutana na David. Alimkaba roba, akamwambia, "Unanifuatilia nini wewe? Kwani unanifuata mpaka huku?" Bila kujua David ni mtoto wa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Nilimshuka, akaanza kuuliza,
mama, kumbe una mtoto mkubwa namna hii. Alimwambia ondoka hapa nisije nikakuitia polisi. David alivyoingia aliongea na mamake. Akamwambia, mama, unachokifanya kwa mtoto huyu sio kizuri. Huyu mtoto ambaye anatoka katika familia ambayo haina uwezo mzuri kifedha. Sasa kumfukuza shule ni kama unamnyima haki yake ya kielimu. Swala la mtoto kufukuzwa shule lilimchanganya sana Tamari. Alimaindi na akawa anaongea kwa jazba, lakini rafiki yake alimwambia kwamba mwanao anafuata namna ambavyo wewe una act. Wewe unapenda kupigana mtaani. Kwa hiyo unachokifanya mwanao lazima akuige. Bwana Chapombe hii siku bwana alienda kuwatembelea hapa nyumbani. Akaanza kumuuliza dogo, hela ziko wapi? Mamako anaweka wapi hela? Dogo akasema sijui. Mshikaji alizisaka mpaka akaziona sehemu zilipo. Alichukua akiba yote ambayo Tamari amejiwekea na akaondoka zake. Alimsukuma dogo kitandani na kumwambia, lala, usi mtoto, unatakiwa ulale sasa hivi. Tamari alifika na kuanza kushangaa nini kilichotokea hapa. Akamuuliza, na kuaje? Mbona chumba kimevurugwa namna hii? Alikuta mtoto wake ni mnyonge sana. Dogo alienda na kumkumbatia mama yake. Akamweleza kwamba baba alifika hapa, amechukua hela zako zote na kuondoka. Akasema, ise, Osasi amekuja hapa, nitamuua, nasema nitamuua Osasi. Wakati wamelala usiku, dogo alionyesha dalili kama ana homa hivi. Tamari alianza kuona mwanae anaregea ghafla. Alichanganyikiwa. Kilichofuata ni kumwaisha hospitali. Lakini wakati wamekaa hapa chini aliingia daktari. Ni yule mshikaji David. Alianza kushangaa, wewe ndio daktari? David akasema, ndio mimi daktari. Alipaniki mno, akamwomba mshikaji aokoe maisha ya mwanae. David alimwelekeza kwamba mtoto aliwekea chakula chenye sumu, lakini atakuwa sawa tu. Dogo alipona na kurudi nyumbani, lakini hii siku ambayo alitakiwa kwenda shule alirudishwa kwa sababu alikuwa hajalipa ada. Dogo alianza kumuuliza maswali mamake. Mama, kwani sisi ni maskini? Mbona mimi peke yangu ndo ninayerudishwa ada shuleni? Tamari alikuwa hana namna ya kupata ada ya kulipa. Ilibidi ampigie David. David akaja, akamuuliza, uko sawa? Sikutegemea utaniita. Aliingia kwenye gari na wakaanza kuongea. Tamari alimwambia, naomba nisizunguke mbuyu, ni kuambia ukweli moja kwa moja. Mimi najua unanitamani sana. Unataka kulala na mimi. Kwa hiyo kama vipi, nitakupa kitu unachokihitaji. Ila sharti ni kwamba unisaidie kulipa ada ya mwanangu. Jamaa alimwambia, hapana Tamari, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ni kweli nakupenda, ni kweli natamani sana kufanya hicho kitu ambacho umeniambia, lakini nikifanya ni kama na kunyanyasa. Nilikubali kuja huku ili tuongee vizuri. Mchizi ilibidi aje kuongea na mama yake na kumweleza kwamba, mama tafadhali, naomba mrudishe huyu mtoto shuleni. Jamaa alimwambia dogo aendelee na masomo kwa sababu mamake hana uwezo mkubwa wa kulipa ada katika shule hiyo. Mshikaji alianza kupiga stori na Tamari. Alimwambia kwamba, mimi nataka uache kazi unaoifanya, nataka nikutafutie kazi nyingine. Tamari akasema, sasa unatafutaje kazi? Mimi mbona sijasoma? Akamwambia, usijali, kwani hata kufanya usafi uwezi? Kuna hiyo sehemu anahitajika mfanya usafi na wanalipa pesa nzuri sana. Tamari akasema, sawa, haina shida. Sasa hii siku dogo amebaki peke yake nyumbani. Ilifika muda umeenda sana. Alichanganyikiwa, mamake hajarudi bado. Alichokifanya, alimpigia rafiki wa mamake na akafika. Kumbe kilichotokea ni kwamba Tamari alikuwa amepata ajali akiwa anaendesha bajaji yake. Jambo kama hili kutokea lilimpa mawazo mtoto Viki, lakini David alikuwa pale kumfariji asijisikie vibaya. Sasa hiki ndo kipindi ambacho watu humkumbuka Mungu wao. Dogo alianza kupiga sala, baba yetu uliye mbinguni. Maombi alifanya kazi bwana. Tamari alifungua macho. Viki alifurahi sana kwa kuwa alikuwa na hofu ya kumpoteza mama yake kipenzi. Sasa baada ya kupona kidogo, Tamari alianza kazi yake mpya. Aliacha kazi ya bodaboda. Dogo alimsifia, mama, umependeza sana, unatakiwa unavaa hivi kila siku. Alipotoka kazini, David alioleta yeye pamoja na mwanae mpaka nyumbani. Ukaribu wao uliongezeka sana na dogo akawa anatamani mshikaji amuoe mama yake. David mwisho wa siku alieleza hisia zake kwa Tamari. Alimwambia kwamba, wewe ni mwanamke ambaye unapambana sana na una upendo mkubwa kwa mwanao. Isitoshe wewe ni mwanamke mrembo sana. Ningependa kujenga maisha na wewe. Baada ya Tamari kuambiwa maneno ambayo yaliufurahisha moyo wake, aliamua kumkisia mchizi na movie yetu ikaishia hapo.